Katika maisha ya msichana mmoja, anakuja mzimu ambao unabadilisha maisha yake yote. Mwanzoni anataka kuuondokea mzimu huo, lakini hadithi inapoendelea mbele, mambo mengi ya kushangaza yanajitokeza. Mwanzoni mwa filamu, wahuni wengi wanajumuika wakijaribu kumuua mtu mmoja, lakini yeye peke yake anawashinda. Baada ya kumshinda kila mmoja na kuona kuwa sasa hakuna aliyebaki, anakaa sehemu moja kwa utulivu, na hapo hapo mtu anapiga risasi kutokea nyuma na kumuua. Baada ya hapo, mwili wake unaondolewa pale na eneo lote linafanyiwa usafi ili kufuta ushahidi wote. Katika hayo yote, ganda la risasi lililompata linabaki pale pale, na ganda hili linaanza kupata misukosuko barabarani na vichochoroni mpaka linafika mjini. Wakati huo huo, msichana mmoja wa chuo anayeitwa Bhumika anaonyeshwa, ambaye anafanya kazi ya muda kwenye mgahawa, lakini ukweli ni kwamba anataka kuwa mshawishi influencer, na kwa ajili hiyo anaenda kukutana na star mmoja wa mitandao anayeitwa Katayama. Bhumika anamwambia kuwa yeye pia anataka kuwa mtengenezaji wa maudhui kama yeye, lakini Katayama anapuuza maneno yake na kumwambia atumie kilevi. Bhumika anakataa kata kutumia kilevi, yeye anataka tu kwa namna yoyote ile afanikishe kazi yake. Lakini yule mwanamume anaendelea tu kunywa bila kuacha. Katika harakati hizo, Bhumika anakosa hata treni yake ya mwisho. Baada ya kunywa usiku kucha kwenye baa ile, asubuhi wote wawili wanatoka pale. Usiku kucha, Katayama alikuwa anaongea tu mambo yasiyo na maana. Bhumika hapati faida yoyote kwa kukutana naye. Alikuwa anajisikia kumpiga teke Katayama amwangushe pale pale, lakini hafanyi hivyo. Wakati anaenda nyumbani, Bhumika anaanguka kwenye ngazi na kuona kuwa mbele yake kuna ganda la risasi. Analiinua na kuliangalia, na kwa muda mfupi anaona maono ya bunduki iliyopiga risasi ile. Anajidhibiti haraka na kuliweka ganda lile kwenye pochi yake, kisha anaondoka kuelekea nyumbani. Mbele ya jengo la ghorofa anasimama rafiki yake Maho, ambaye anamwambia kuwa leo hawezi kwenda nyumbani kwake. Bhumika anapoona majeraha kwenye uso wa rafiki yake anaanza kusema, mbona huachani naye? Baada ya hapo wote wawili wanaingia ndani. Ghafla Bhumika anaona kuwa karibu na mlango amesimama mwanamume mmoja, jambo linalomfanya ashangae. Maho anauliza nini kimetokea. Basi anaanza kusema, mwanamume huyu ni nani? Maho anageuza macho kuangalia mlangoni na kusema, unaongea nini? Pale hakuna mtu yoyote. Bhumika anasema mwanamume huyu ameloa damu mwili mzima, na Maho anaanza kuhisi kuwa lazima amekula kilevi fulani. Bhumika anamtupia mwanamume huyo kitu ambacho kinampita katikati ya mwili wake, na anapoona hivyo anaanza kupiga kelele, mzimu, mzimu. Maho naye anaanza kuogopa kidogo akimuona. Anajaribu kumtuliza, na wakati yule mwanamume anapotoweka pale, ndipo Bhumika anapata nafuu ya kupumua. Wakati huo Maho anapata ujumbe na kusema kuwa lazima aende. Kabla ya kwenda, anampa Bhumika ushauri wa kuonana na daktari, kisha anaondoka. Bhumika anapofunga tu mlango wa ghorofa na kugeuka, sauti ya yule mwanamume inatokea nyuma ikisema, je, ilikuwa ni sahihi kumwacha aende? Bhumika anajikunyata pembeni kwa hofu na kusema kuwa huyu ameongea. Kisha anafungua mlango na kujaribu kukimbia. Lakini yule mwanamume anapoona kuwa huyu anaenda kuanguka, anamshika mkono, lakini anaanguka vile kwa sababu mara tu alipomshika mkono yule mzimu aliingia kwenye mwili wake. Na jambo la kushangaza ni kwamba wote wawili walikuwa wanaweza kuongea. Pia walikuwa wanadhibiti mwili huo kwa pamoja. Bhumika anasema, toka kwenye mwili wangu. Basi yule mzimu anaanza kusema, angalia, suala ni kwamba mimi ni mzimu mgeni, kwa hiyo sijui vizuri utaratibu huu. Bhumika anasema, sijui chochote, toka kwenye mwili wangu. Mzimu anasema, sawa, kwa leo inatosha, na anatoka kwenye mwili wake. Sasa anahisi kuwa mzimu umeenda na anamshukuru Mungu kwamba bado yuko hai. Lakini hapo hapo mzimu unakuja mbele yake na kusema kuwa kuingia kwenye mwili wa mtu si kuzuri kama nilivyofikiria. Na Bhumika anapiga kelele na kukimbia akisema huyu bado yuko hapa. Akikimbia anawaza kama anapaswa kupiga simu polisi, lakini anaposhuka ngazi tu yule mzimu anatokea tena mbele yake, kwa sababu kila anapozidi umbali wa mita 15 kutoka kwake, mzimu unajisafirisha wenyewe na kufika mbele yake. Anakimbia tena kutoka hapo, na akikimbia anaona vichochoroni Maho ambaye mpenzi wake alikuwa anamuomba pesa na kujaribu kumdhuru. Bhumika anamuuliza mpenzi wake kuhusu jambo hilo, na mwanamume huyo anaanza kusema kaa mbali na mambo yetu, kisha anaanza kumchukua Maho kuondoka naye, na Maho naye anaondoka naye kimya kimya. Hapo yule mzimu unakuja anakuuliza, je, unataka kumwadhibu? Bhumika anaogopa, lakini safari hii hakimbii kwa hofu. Mzimu anasema, kama unataka nguvu basi nishike mkono, lakini Bhumika anamkataa na hataki kumpa udhibiti wa mwili wake tena. Mzimu anasema, uliona majeraha ya Maho sivyo? Je, hutaki kumsaidia? Na hapo hapo anaona kuwa mpenzi wa Maho ameanza kumfanyia fujo tena, na baada ya kuona hayo anakubali maneno ya mzimu. Mara tu anapomshika mkono, mzimu unaingia kwenye mwili wake. Mpenzi wa Maho anapotaka kumpiga ngumi, Bhumika anamshika mkono na kumzungusha, kisha anampiga ngumi moja nzito. Lakini baada ya hapo akili yake hairudi sawa na anamtishia kumuua. Lakini kwenye shambulio la pili, mwanamume huyo anachanganyikiwa na kuanguka chini akiwa hajitambui.
Baada ya hapo mzimu unatoka kwenye mwili wake, lakini ghafla mpenzi wake anasimama tena na kumshambulia Bhumika na kujaribu kumnyonga ili amuue. Mzimu anamwambia amshike mkono, lakini baada ya majaribio mengi hawezi kumshika mkono. Wakati huo Mahua anampiga mpenzi wake kichwani kwa jiwe na kuokoa maisha ya Bhumika. Sasa hao wawili wanasaidiana na kuelekea nyumbani. Wakati huo mzimu unamwangalia yule mwanamume na kumwambia Bhumika kuwa unapaswa kuangalia kama yuko hai au la. Nani anapiga na matokeo namna hiyo? Bhumika hajibu chochote, anamwangalia tu na Mahua anauliza, "Je, kweli unamuona mtu?" Bhumika anaitikia, "Ndiyo." Sasa hawa watatu wanaenda kwenye duka moja ambapo Bhumika anamwambia kila kitu kuhusu mzimu huo, kwamba hakuna anayeweza kumuona, kumsikia wala kumshika isipokuwa yeye. Mahua anasema, "Kwa hiyo kile kipigo ulichotoa ni mzimu ulikuwa anafanya?" Bhumika anasema, "Ndiyo, anaweza kudhibiti mwili wangu." Hapo Bhumika anaangalia mkono wake na kumfokea mzimu, "Angalia ulichofanya." Sasa anatafuta mtandaoni jinsi ya kuachana na mizimu, na mara moja anachukua chopa ya chumvi na kuanza kuimwaga pale alipokaa mzimu. Mahua anamzuia kufanya hivyo na kumtuliza kwa sababu watu waliokuwa karibu walikuwa wanamuona kama mwenda wazimu. Mzimu anasema, "Nimekusaidia na wewe unanikasirika." Bhumika anasema, "Basi ondoka hapa." Mzimu anasema, "Hili si rahisi kiasi hicho. Unakumbuka lile ganda la risasi ulilookota? Na hisi risasi iliyoniua ni hiyo hiyo." Anatoa haraka lile ganda kwenye mfuko wake kisha analitupa akisema, "Sikujua kama hii ni ya risasi iliyotoka kwenye bunduki." Mzimu anaeleza kuwa hakumbuki chochote jinsi alivyokufa, lakini labda alikufa kwa risasi hii. Ndiyo maana Bhumika alipoichukua aliunganishwa naye. Bhumika anashangaa kwa mwanaume huyo aliuawa na yule mzimu. Anaanza kujielezea kuwa jina lake ni Kudo. Kabla ya kufa alikuwa ni muuaji wa kukodiwa. Kusikia hivyo Bhumika anapata hofu kubwa. Kudo anaeleza kuwa alikuwa anafanya kazi kwenye taasisi fulani na labda kundi fulani la taasisi hiyo ndilo lililomuua. Kwa hiyo mpaka atakapolipiza kisasi cha kifo chake hatapata ukombozi. Kudo anasema, "Tutawatafuta na kuwaua wote kwa pamoja. Wewe nisaidie tu." Na Bhumika ambaye alikuwa amepingwa na Butwa kwa maneno yake anakataa katakata na kuondoka pale haraka. Bhumika anamwangia Mahua kuwa hana hamu na mambo ya kulipiza kisasi kwa ajili ya Hitman na kuanzia sasa anaamua kumpuuza Kudo. Kudo anasema ingekuwa heri kama ganda lile ungelikosa wewe na kumpata mwanajeshi fulani. Bhumika anampa kengele ya hatari alarm na kusema, "Kama yule mwanamume akionekana tena nipigie simu na usisahau kutoa taarifa polisi." Baada ya hapo anamuaga na kuondoka. Sasa anaimba kuelekea kanisani na kulitupa ganda lile pale na kusema kwa Mungu kuwa achane na Kudo. Kudo anaeleza kuwa yeye si mtaalamu wa haya mambo, lakini haisi kama jambo hili linafanya kazi hivi. Hapo Bhumika anapata ujumbe kutoka kwa Katayama ambaye alikuwa na kijana anaitwa Naromi, na anapomuona anasisimka sana. Kudo anauliza, "Huyu Naromi ni nani na kwa nini unasisimka ukimuona?" Bhumika anasema huyu ni star wa mitandao, ana wafuasi zaidi ya 70,000. Kudo naye anaangalia picha yake na kushangaa akisema huyu Naromi si mtu mzuri. Bhumika anauliza, "Umejuaje?" Lakini Kudo alikuwa amesahau kila kitu, hakukumbuka chochote, na Bhumika anapuuza maneno yake na kuondoka. Anaenda kwenye ile baa ambapo Katayama na Naromi walikuwa wanafanya sherehe na yeye anakaa nao kuanza kunywa. Haraka anatambua kuwa wote wawili wanajaribu kumshika na sasa kichwa chake kinaanza kuzunguka. Anasema, "Sijisikii vizuri. Sasa labda nipaswa kwenda nyumbani." Anatoa pesa kaunta na kuanza kuondoka. Lakini hawezi hata kutembea vizuri. Anatambua kuwa hawa wawili wameweka kitu kwenye kinywaji chake. Katayama na Naromi wanazungumza wenyewe kwa wenyewe kuwa hatukudhani kama dawa hizi zingefanya kazi haraka hivi. Na hapo Bhumika anasimama kwa hasira akiwaangalia wote wawili na kumwambia Kudo, "Asante kwa kuniambia kuwa hawa wawili walikuwa wananipea dawa. Kiukweli ilitokea hivi." Wakati huo Kudo alikumbuka na kumwambia Bhumika kuwa Naromi na Katayama wanawapa wasichana dawa kisha wanawatumia. Na anawajua kwa sababu taasisi ambayo Kudo alifanya kazi ilikuwa inatengeneza vidonge hivyo na amewaona hawa wawili mara nyingi wakinunua vidonge pale. Bhumika haamini maneno yake lakini hataki kuchukua hatari yoyote. Kwa hiyo anamwambia Kudo kuwa kama hili ni kweli basi nitavunja mifupa yao. Kudo anauliza, "Lakini utawezaje kufanya hivyo?" Na yeye anasema, "Nitakuruhusu uingie kwenye mwili wangu." Kudo anasema, "Lakini kwa nini nikusaidie?" Bhumika anasema, "Baada ya hili mimi pia nitakusaidia." Kudo anasema, "Sawa, lakini nahisi mhudumu wa baa na wafanyakazi pia wako upande wao." Na inakuwa hivyo hivyo. Lakini mhudumu wa baa anapoweka dawa kwenye kinywaji chake, Kudo anamwambia, Bhumika anawaambia wote wawili, "Najua mmetia dawa kwenye kinywaji changu. Jisalimisheni polisi kimya kimya, la sivyo haitakuwa vizuri." Lakini wote wawili wanamcheka na kumwambia kuwa polisi hawawezi kuwafanya chochote. Baada ya hapo Bhumika anaungana na Kudo na kuanza kusema kuwa sasa ni umechelewa mno kujuta. Katayama anamfanyia mzaha, kwa hiyo kwanza kabisa anammaliza huyo. Kama mpiganaji wa kitaalamu, mmoja baada ya mwingine anawapiga na kuacha katika hali mbaya. Lakini kwenye mapigano hayo mhudumu wa baa anauawa na Bhumika anaanza kulia kwa hofu. Kudo haelewi jinsi ya kumtuliza na anasema, "Usijali, sitakuacha uende jela." Anaeleza kuwa tunapaswa kuwamaliza hawa wote na kufuta ushahidi wote.
Na hili si kosa kwa sababu hawa wote ni watu wabaya. Hawajui ni maisha ya wasichana wangapi wameyaharibu. Lakini ili kufanya haya yote tunapaswa kumuita mtu anayefanya kazi kwenye taasisi yangu. Yeye si mtu mzuri lakini kazi yetu itafanyika. Kudo anataja namba na Bhumika anampigia simu mwanaume huyo na kumwambia kuwa anamjua Kudo na kumwambia afike hapo haraka kama inawezekana. Baada ya muda mfupi anakuja hitman mmoja anaitwa Kagera na kumuuliza Bhumika kama yuko peke yake, Kudo yuko wapi? Basi Bhumika anaanza kusema kuwa Kudo amekuwa mzimu na anaonekana naye tu. Lakini Kagera anakuwa serious kabisa. Anaona maneno ya Bhumika kama utani. Anatoa kisu na kuanza kumwelekea. Kudo anaogopa na kusema kuwa hatofikiria mara mbili kabla ya kukuua. Anaingia haraka kwenye mwili wake na kwa shambulio moja anageuza kisu chake kuelekea kwake mwenyewe na kusema kuwa bado hauwezi kunishinda. Kagera anaelewa kuwa hili linaweza kufanywa na Kudo peke yake. Baada ya hapo Bhumika anaeleza Kagera maneno ya Kudo na yeye anaanza kazi yake. Miili yote iliyokuwepo wanaiweka kwenye gari na kuondoka. Bhumika njiani anamuuliza Kagera kuhusu kifo cha Kudo. Kagera anaeleza kuwa hajui mengi kuhusu hilo. Lakini siku chache zilizopita mwiliki wa taasisi yao alikufa. Baada ya hapo kazi zote zilichukuliwa na mwanae. Lakini mwiliki mpya alianza kufanya mambo mabaya na Kudo hakupenda jambo hilo kabisa. Bhumika anasema kwa hiyo mwiliki ndiye aliyeua Kudo. Basi Kagera anasema hajui kuhusu hilo. Sasa anawapeleka wote mahali pale pale ambapo Kudo aliuawa na baada ya kufika hapa Kudo naye anapahisi kuwa ni mahali anapopafahamu. Kagera anawamaliza wote na kukamilisha kazi yake. Kisha anamshusha Bhumika mbele ya jengo lake la gorofa na kabla ya kuondoka anauliza, "Je, kweli unamwona Kudo?" Bhumika anaitikia ndio na mwanaume huyo anasema wasionane tena na anaondoka. Baada ya kuingia ndani ya gorofa Bhumika anamshukuru Kudo na kusema kuwa kama singekuwepo yeye, hajui wale watu wangemfanya nini. Kudo anasema maisha yaliyopita amewaua watu wengi, lakini katika maisha ya baada ya kifo, afterlife, najisikia vizuri kusaidia watu. Bhumika anasema basi niahidi kuwa katika maisha haya ya baada ya kifo utabaki kuwa shujaa namna hii, na Kudo naye anakubali maneno yake. Baada ya hapo Bhumika analala kwa sababu alikuwa amechoka sana. Wakati huo upande wa taasisi ya Kudo unaoneshwa kiongozi wake mpya ambaye alikuwa anafanya mambo mabaya mara tu baada ya kuwa mwiliki, alikuwa na wasiwasi kama Kudo amekufa kweli au la. Hapo anakuja Kagera na kusema kuwa anataka kuongelea kuhusu Kudo. Mwiliki anauliza, "Je, alikupigia simu?" Kagera anaeleza kuwa mzimu wa Kudo umemteka msijana mmoja wa chuo. Mwiliki haamini maneno yake, lakini bado anamtuma baadhi ya hitman wake kwenda kutafuta ukweli. Kagera anampa onyonyo, usitume wahungi wa kawaida, hakuna atakayebaki. Mwiliki anaona maneno yake kama utani na Kagera anamwangalia kwa jicho la huruma. Baada ya muda mfupi wahuni wanafika mpaka kwenye gorofa ya Bhumika. Akihisi hatari, Kudo anamwamsha Bhumika haraka. Akisikia sauti ya nyayo, anaelewa kuwa watu 4 wanakuja kuelekea kwao. Mara tu sauti inapotoka mlangoni, anamwambia Bhumika amshike mkono haraka. Sasa kati ya wale wahuni 4, mmoja anaingia ndani ambaye Kudo anamteka kwa urahisi na kuelekeza bunduki yake kwa wale 3 wengine. Kiongozi wa wahuni hawa anaona kutoka nje kuwa risasi zinapigwa ndani ya gorofa. Anaingia ndani na kuona wenzake 4 wamelala pale wakiwa wamejeruhiwa. Akichungulia chini kutoka kwenye balkoni, anaona yule msichana akikimbia. Bhumika akikimbia anafika mahali pale pale ambapo Kudo aliuawa, na jambo la kushangaza ni kwamba Kagera alikuwepo pale tangu mwanzo. Kagera anaeleza kuwa yeye ndiye aliyowapa wote taarifa kuhusu Bhumika. Kusikia hivyo Kudo anamkasirikia sana. Bhumika anasema, "Kwa sababu yako hali ya ghorofa yangu imeharibika. Sasa wewe pia utaitengeneza." Wakati Kagera anaelekeza bunduki kwa Bhumika, Kudo anaingia haraka kwenye mwili wake na kunyang'anya bunduki ya Kagera na kuifungua na kuitupa. Sasa kunatokea mapigano kati ya hawa wawili na Kagera kwa ujanja anachukua bunduki na kutaka kumpigia risasi. Lakini Kudo ananyang'anya bunduki tena na kumuelekezea. Na mara tu anapoielekeza bunduki, anaanza kukumbuka kila kitu jinsi alivyokufa. Kagera anaeleza kuwa ndio, mimi ndiye lilikuwa. Kudo anauliza, "Kwa nini ulifanya hivyo?" Kagera anaeleza kuwa mmiliki mpya alipokuja sisi tulikuwa kinyume naye, lakini baadaye uliacha kazi yako bila kusema na moto wa uasi wetu kazimika pale pale. Baada ya hapo mmiliki mpya alitoa amri ya kukuua na ilibidi nikuue. La sivyo wasingeniacha nami pia. Wakati huo Kudo anakumbuka kuwa Kagera alipokuja kumuua alimpa nafasi ya kukimbia, lakini Kudo alikuwa amechoka na maisha yake na yeye ndiye aliyemwambia Kagera amuue. Kagera anaanza kulia kwa sababu naye alikuwa amechoka na maisha yake. Wakati huo mmiliki anakuwa na hasira sana kuwa msichana wa kawaida amewazunguka wapiganaji wa kitaalamu na kukimbia. Wahuni wake wanaeleza kuwa mashambulizi yake hayakuwa ya binadamu wa kawaida, lazima ana roho ya Kudo ndani yake. Huku Kagera anasema kuwa inabidi uondoke mjini, hawatakuacha. Lakini Bhumika anaeleza kuwa kwa nini tusimalize mmiliki mwenyewe? Kwa kufanya hivyo taasisi nzima itafungwa. Kisha hakutakuwa na hatari kwako wala kwangu. Na jambo kubwa zaidi, Kudo naye atapata ukombozi. Lakini Kagera hakubaliani na maneno yake kwa sababu kuna hatari kubwa kijijini hapo na maisha ya Bhumika yanaweza kupotea. Bhumika anasema kwa hasira kuwa atafanya hili kwa ajili yake mwenyewe. Hajali kama kuna mtu atakuja au hatokuja.
Kwa sababu yao, ghorofa yake yote imeharibika na sasa hatomwacha mmiliki wa taasisi. Baada ya hapo, anaondoka na Kudo kutoka pale. Baada ya muda kidogo, Kagera anakuja na gari kwao na kusema kuwa sawa, kama unataka kufa, basi mimi pia niko nawe. Sasa hawa watatu wanafika nje ya taasisi. Kagera anaingia kwanza ndani ili kujua wahuni wangapi wako wapi, na Bhumika anaenda na Kudo kuelekea kwenye ghala la silaha. Kudo anatangulia mbele na kumpa Bhumika tahadhari, kwa sababu hakuna anayeweza kumuona, lakini yeye anaweza kumuona kila mtu. Kwa namna hiyo, wote wawili wanafika kwenye ghala la silaha na kuchukua silaha zote za lazima. Kisha wanampasha habari Kagera, na yeye naye anaungana nao. Sasa Kudo anaingia kwenye mwili wa Bhumika na wanawashambulia wahuni. Hapa kunatokea shambulio kali la risasi ambapo takribani wahuni wote wanauawa. Mwishoni anabaki mmiliki na Kudo anampiga risasi kwenye miguu yote miwili na kumfanya apige magoti. Bhumika anamwambia mmiliki kuwa anataka pesa za ghorofa yake. Mmiliki anasema, unamaanisha nini? Kwa ajili ya ghorofa moja umeharibu himaya yangu nzima. Lakini kiukweli Bhumika alifanya haya yote ili Kudo apate ukombozi. Baada ya hapo Kagera anamwaliza mmiliki. Bhumika anafurahi kuwa kila kitu kimeisha, na wakati huo huo anapata maumivu makali kwa sababu mwili wake ulikuwa umechoka sana. Sasa anachechemea kuelekea nyumbani, na wakati huo huo anamshukuru Kudo kwa kila jambo. Ghafla anaona kuwa Kudo hayuko nyuma yake. Kagera anauliza, Kudo amesema nini? Basi anaanza kusema kuwa labda ameshaondoka. Kusikia hivyo, Kagera anafurahi. Kagera anasema, nitatoa gharama za ghorofa yako. Baada ya hapo hatutakutana tena. Bhumika anamshukuru na kuelekea nyumbani kwake. Baada ya siku chache tunaona kuwa Bhumika anapopita kwenye ngazi anapata lile ganda la risasi tena na kumuona, jambo linalomfanya tabasamu. Analiweka kwenye pochi yake akifikiria kuwa huenda Kudo akaja kumtana naye tena. Na kwa jambo hilo filamu hii inaishia hapa. Asante kwa kutazama.